Msikilizaji, ni saa 6:05 za mchana. Nilikuambia nina wageni hapa studio. Niko na wageni hapa. Mimi kwa kweli nafurahi kwa sababu wageni ni wa hapa nyumbani. Japo tunapishana tu wilaya. Mimi niko Nyamagana, wao wanatokea pale Buswelu. Nina wageni hapa. Hawa ni waigizaji. Kundi lao linafahamika kama Ndege Arts Group. Wao wanapatikana pande za Buswelu, na niko na Petro Kahulananga, huyo ni maarufu kama Katabazi, ambaye ameambatana na Elak Langford. Jamani, huyu ni Mjerumani au ni Mjapani? Huyu ni Mswahili? Ni Mswahili. Huyu anafahamika kama Meku, ameambatana na Clement Ndege, huyu ndio director mwenyewe. Lakini pia wako na Emmanuel Saguda, anafahamika kama Afsankai. Jamani, mbona mna majina magumu hivi? Majid Hemedi, ambaye anafahamika kama Majid, lakini wako na mimi ni muite First Lady bwana. Japo kwenye jenda hapa kama mjatutendea haki. Sawa bwana, asante. Jennifer Moses kama Nifa. Wao bwana, hili ni kundi la uigizaji na ninaamini wana habari njema. Wao kufunga safari kutoka Buswelu mpaka hapa, ninaamini wana habari njema kabisa kwa ajili yako wewe. Jamani, mambo vipi? Safi. Mimi hata sijawasikia bwana. Mambo vipi? Safi. Jamani, hawa ndio ndege kweli? Au ndege wa kupaa? Mambo yanaenda safi. Okay, karibuni sana katika studio za Afya Radio. Asante sana. Okay. Ninaamini mna habari njema pia. Ukiacha mbali kwamba watu pengine wanatamani kuwafahamu Ndege Arts Group ni akina nani, mmeshafanya kazi ngapi? Pengine labda mniambie kikundi chenu sasa mlikianzisha kwa lengo gani? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa tunashukuru sana kwa kutupatia fursa hii. Na kikundi chetu kinaitwa Ndege Arts Group kama ulivyomwambia ndugu msikilizaji, kinapatikana Buswelu, maeneo ya wilayani pale. Na kikundi chetu kilianzishwa ni almost mwaka mmoja mpaka sasa hivi. Ilikuwa ni mwaka 2025 mwezi wa 9. Na dhumuni kulingana na swali lako hivyo tuambia, madhumuni ni mengi. Tulikuwa na mawazo mengi kwa mfano kwa kuelimisha jamii kupitia sanaa. Okay. Kuiunganisha jamii kupitia sanaa. Ndio kama hivyo, na kulingana na kazi zetu ambazo tunazifanya na tunaendelea kuzifanya, nyingi zimebezi katika kuelimisha jamii, kuunganisha jamii, vile pia kutoa fursa kwa vijana. Okay. Na kwa watu wazima na watoto wote, kwa sababu kikundi chetu kimejumuisha makundilika yote. Ndio hivyo. Okay. Sawa, kwa mnapatikana Buswelu wilayani pale. Mmeshatoa kazi tayari? Ndio, kazi tunazo tayari. Kazi inaitwaje? Kazi yenu ambayo ya kwanza kabisa kutokea kwa inaitwaje? Kazi ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa Maumivu. Okay, kwa nini Maumivu? Maumivu, kuna mhusika mmoja ambaye tunaye hapa kwenye msafara wetu. Ni bwana Elak hapo pembeni. Alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anamiliki mali, ana pesa nyingi, lakini akawa ni mtumwa wa mapenzi. Alikuwa anateswa na mapenzi na mpenzi wake. Ndio hivyo. Mkaipa jina la Maumivu. Okay, kazi kama imeshaingia sokoni tayari? Imeshaingia sokoni. Hali ikoje huko sokoni? Hali sio mbaya. Sio mbaya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Watu wanapokea taratibu, Mwenyezi Mungu anajalia, na nadhani tutawapatia wasikilizaji namna watakavyokuwa wanatupata, tunapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii. Okay. Namshukuru Mungu, wanazidi kutusupport. Sasa mnaandikaje na kuandaa hizo tamthilia ama maigizo yenu? Nadhani kikundi chetu kimesheheni watu wengi wenye weledi. Tuna watu wa sanaa kweli. Okay. Yes, tuna waandaaji kwa maana ya waandishi wa filamu. Tuna madirector. Hata huyu hapa Mwalimu Katabazi ni director. Okay. Wa kikundi chetu cha Ndege. Kwa hiyo tumekamilika kiukweli.
Kwa kazi ni nzuri. Nzuri Aha, sana. baada ya maumivu kazi gani ilikuja? Maumivu nadhani ilifuata. Mtakuwa mna kazi nyingi mpaka mnasahau. Kazi ni nyingi kwa kweli. Okay. Wakati. Hongereni. Aha, naona Mr. Katabazi ana kitu anataka kuzungumza. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Petro Kahulananga, mzaliwa wa Kigoma, ila jina langu linalonipa kura Riziki. Katabazi. Katabazi. Ehe. Ni mwalimu wa sanaa kwa muda mrefu sana. Labda niseme cha kwanza kabisa nashukuru kwa kufika hapa Radio Afya ili tuweze kuisemea sanaa. Kikundi cha Ndege kimefanya kazi nyingi, ingawa sikuanza nao mimi. Kwa upande wangu mimi toka nimefika Ndege nafikiri tumefanya kazi 3 mpaka hivi ninavyozungumza. Na hii kazi mpya ambayo inaitwa Miguu ya Matumaini. Miguu ya Hizo kazi Matumaini. nilizoweza kuzisimamia mimi. Okay. Hivyo niwaombe wasikilizaji waendelee kuisupport kikundi cha Ndege kwa sababu tunahitaji sana msaada wao. Maana bila wao sisi hatuwezi kufika kokote kule. Hivyo jambo jingine nataka niongelee Miguu ya Matumaini ambayo inakwenda kutoka tarehe 25 nafikiri ndio tunaifanyia nini? Mwezi huo. Mwezi huu Ni kazi mpya. Ni kazi mpya. Kwa kweli ni kazi ambayo ukitazama itakutoa machozi, pia itakufundisha jinsi ya kuishi au kukaa na jamii inayo kuzunguka. Okay. Kwa hiyo niwaombe sana, hiyo tarehe 25 tunakwenda kuizindua hiyo kazi. Wakae mkao wa kula, wakae mkao wa kujifunza kupitia hiyo kazi ya Miguu ya Matumaini. Kiukweli mtangazaji, ni kazi ambayo inafundisha na inasisimua kuiangalia. Aha. Okay, Miguu Ya ya Matumaini. Matumaini. Aha, kwa sasa ambao tukigusa kidogo tunatoa machozi tusiangalie. Kwa sababu sikatai usiangalie, nataka uangalie ili ujifunze. Okay. Kuna vitu vingi sana vya kujifunza katika kazi hii. Aha. Ya Miguu ya Matumaini. Sawa. Mna ushirikiano na taasisi ama vikundi vingine vya sanaa? Au ni nyinyi tu? Hapana. Nafikiri ukiangalia hii kazi tuliyoifanya, walioshiriki ndani ya Miguu ya Matumaini sio wanandege tu. Hapana. Kuna baadhi ya wasanii tumechukua kutoka vikundi vingine. Ni hapa Mwanza? Hapa Mwanza. Okay. Hapa Mwanza. Kwa sababu huwezi ukawa umejimilikisha kwamba kazi zote ukawa nazo. Kuna unaweza ukawa nazo, lakini ukiangalia hii kazi haifiti hapo, lazima uangalie, utembee, uangalie nani anaweza akaja akacheza vizuri kwenye ile nafasi. Aha. Tumekuwa tukiona baadhi ya wasanii ili kazi iweze kwenda mjini wamekuwa wakiwatumia mastaa wale wakubwa. Unakuta wengine wanawasafirisha kutoka Dar es Salaam. Kwenu kwenye Miguu ya Matumaini, kwa nini nyinyi mmeamua kusimama nyinyi kama nyinyi hamjataka kuita msanii mkubwa? Labda nikwambie kitu mtangazaji. Fikra za walio wengi iko hivyo. Lakini mimi kama Katabazi ninaamini kabisa ukifanya kitu kizuri, sawa, underground ambao wako chini ndio wana story nzuri na ndio wanafanya vizuri. Ila sasa unasema kwamba umchukue mtu aje akusupport, huenda akaja kweli akafanya vizuri kwa wakati wake. Je, hawa walioko chini wako vipi? Pambana wewe kama wewe, utangaze jina lako wewe kama wewe. Usitegemee sana watu wakubwa. Sababu atakuja kula atahitaji umpe labda milioni. Hiyo milioni unaipata wapi? Kwa nini usifanye mazoezi kwa kujituma mkafanya kazi nzuri? Hiyo milioni ikasupport labda vitu vingine. Aha. Sawa. Sasa Ndege Art Group mnapataje fedha kuendesha shughuli zenu? Kiukweli lazima tuwe wa kweli. Kikubwa tunachangishana sisi kama sisi, na pia tunaomba support kwa baadhi ya watu ambao wana mioyo ya kutoa, wanatusupport, tunafanya kazi. Okay, msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, nikwambie tu hii ni Follow Bando, na hapa studio niko na kikundi cha Ndege Arts Group ambao wanapatikana pale Busweli wilayani. Kupitia Follow Bando tunakwenda kuwafahamu, tunafahamu pia kazi zao, lakini kikubwa kuliko yote wamesema wana kazi yao mpya, Miguu
ya matumaini. Aha, ni kazi ambao wao wenyewe wanasema ni kazi nzuri, na inatoka tarehe 20 na ngapi umesema? 25 mwezi huu hapa. Mwezi wa 7. Aha, mwezi wa 7. Sawa. Kwa mnasema nyewe mnajichangisha tu wenyewe. Ndio. Sawa. Sasa Katabazi nitarudi kwako baadaye. Sawa. Pengine tumpe nafasi hapa bidada Jennifer Moses almaarufu kama Nefa, naye basi tuweze kumsikia pengine nini Nefa, nini pengine ambacho kilikuvutia wewe ukaingia kwenye sanaa ya uigizaji? Kilichonivutia sana kuingia, nilikuwa napenda toka nipo mdogo. Alafu baba yangu alikuwa na kundi. Okay. Nilipokuta na kundi kama nijiunge. Aha. Ni changamoto gani ambayo unakutana nayo? Kwa maana tunasikia bwana muigizaji mpaka upewe kipande cha kuigiza, mapenzi sana anatembea humo. Vipi kwako? Usije kaogopa kwa sababu akina Katabazi wako hapa. Maana tunasikia mpaka wale madirector bwana wanakuwa naomba sana rushwa za ngono. Yaani kwako kulikuaje Jennifer? Kongo haije kutokea. Wewe mbona macho kama yanasema? Mbona kama macho yanasema kabisa? Au niwaambie watoke nje tubaki wawili? Hapana. Labda ni kulingana na mtu mwenyewe unavyojiweka. Aha, wewe ni changamoto gani ambazo unakutana nazo kama mwigizaji wa kike? Changamoto ambazo nakutana nazo. Au kwenye ndege mambo yako vizuri tu? Kwenye ndege hamna shida. Aha. Mambo yako vizuri. Okay. Unalinganishaje sasa kazi zako za uigizaji na majukumu yako mengine? Au wewe ni kwenye kuigiza tu? Hapana, na kazi zingine. Unapanga muda, huu ni muda wa kazi, pia na huu ni muda wa kwenda kwenye kuigiza. Okay. Pengine ujumbe wako ni upi kwa binti ambaye anatamani naye kuigiza? Ujumbe wangu ni kwamba asikate tamaa, apambane. Hivyo. Okay. Sawa, msikilizaji, huyo ni Nefa ama Jennifer ambaye ni moja ya waigizaji kwenye hili kundi la Ndege Arts Group. Ni Katabazi. Jinsia ya kike ni Jennifer tu au kuna wengine pia? Hapana. Sio Jennifer tu, sema kipi tunapanga hii nani, tulikuwa tumepanga tuje nusu kwa nusu, lakini wawili wamepata udhuru. Okay. Sio Jennifer tu. Sawa, pengine tuende kwa Elak ambaye anafahamika kama Meko. Mambo vipi? Safi, kwema. Kwema kabisa. Hebu niambie kwenye Miguu ya Matumaini, Meko amecheza kipengele gani pengine? Sawa, asante sana. Najua wengi walitamani kumuona tena Meko akirudi, wakimtazama. Kwenye Miguu ya Matumaini Meko amecheza kama Patrick amecheza ni mtu ambaye alikuwa akimbeza sana mtu ambaye ana tatizo la miguu, ambapo ni Juma tunayemzungumzia. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye akimcheka, akimdharau, akifahamu kwamba ni watu ambao wenye ulemavu wa kitu chochote hawawezi kuwa na mchango wote katika jamii, hawawezi kusaidia kwa lolote lile. Alikuwa ni mtu akimcheka sana na kumdharau. Meko ndio dhima aliyoicheza mle. Okay. Sawa. Pengine ni rejea tena kwenu. Teknolojia na mitandao ya kijamii inawasaidiaje kwenye kukuza sanaa yenu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kiukweli lazima tuishukuru sana. Unajua imekuwa ni tofauti na zamani. Unafanya kazi, utaipeleka sokoni, itakaa kwenye foleni miaka na miaka. Pasipo kufanyaje? Kujulikana. Lakini leo hii nikitengeneza kazi yangu ikawa ni nzuri, nikaitupia tu kwenye mtandao, utaona watu jinsi watakavyo ishambulia na kukushauri, bwana kwani usitengeneze ikawa ndefu zaidi? Kwa ni tofauti kabisa na zamani. Yaani mimi nawaombea sana walioweka hivi vitu waendelee kudumu na kuzidi kuboresha zaidi na zaidi.
Kwa hiyo tunafaidika sana. Aha. Tumekuwa tukishuhudia kazi nyingi za waigizaji. Kuna hizi vipande vya uchawi, vipande si vya mambo ya ujambazi, lakini kwenye uchawi wakati mwingine unaona kwamba mbona kama hiki kipande kishafanyika kwenye filamu fulani au kwenye movie fulani. Kwenye huu jambazi inakuwaje jambazi anaingia ndani anavua viatu? Labda kwenye Miguu ya Matumaini hali ikoje kwenye hivi vipande? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Tuombe tu uzima. Mimi nimwambie mfuatiliaji wa Ndege Artist Group kwenye Miguu ya Matumaini, kwa kweli tumezingatia vitu vingi sana. Hadi filamu nzima tumezingatia kuangalia hiki nini kinafaa, hiki nini hakifai. Okay. Na kuna hizi filamu nyingine unakuta wakati mwingine mtu umekaa na familia unatazama, basi unakaa na remote iko mkononi kwamba mbona kipande kinachofuata kama sio kizuri. Yaani kuna uigizaji ambao wakati mwingine unakuwa nje ya maadili yetu. Labda pengine kwenye Miguu ya Matumaini kwamba tusubiri tuangalie tukiwa na familia zetu, au watoto tuambie waende wakalale. Niwaambie kwamba kwenye Miguu ya Matumaini Katabazi kama Katabazi, hicho kitu ulichokizungumza cha kuangalia filamu au tamthilia huku ninahofia kwamba niko na mama yangu, kuna sini inakuja ambayo si nzuri. Sipendi kabisa mimi, katika fikira yangu ndani ya kichwa changu huwa sizipendi kabisa hizo sini za namna hiyo. Okay. Kwa sababu cha kwanza zinatuvunjia nini? Maadili. Cha pili, kwenye Miguu ya Matumaini, jamani, hayo mambo hayapo. Yaani wewe kaa angalia Miguu ya Matumaini, enjoy, hakuna sini yoyote ambayo unaweza ikakupa hofu kwamba labda kuna mambo ya ajabu. Hapana. Sisi tunaelimisha jamii. Okay. Nyinyi mnaelimisha jamii. Kwa hiyo sasa mnatupa imani kwamba Miguu ya Matumaini ikitoka tujiachie na ndugu zetu, marafiki zetu, watu tunaheshimiana nao. Bila shaka. Sawa. Pengine mipango yenu ya baadaye ni ipi katika kukuza sanaa yenu? Sisi kama Ndege tuna mipango mikubwa. Unajua hii kwenda tunachangishana, wakati mwingine kuna mwingine inamkatisha nini? Tamaa, naishia njiani wakati ana kipaji. Umeona ana kipaji, lakini akiona kila siku tunachangishana. Sisi lengo ni kwamba tupate, sawa, tukipata support, sawa, hii michango tukaachana nayo. Najua kuna watu wengi wanatamani kuigiza, lakini wakiangalia kenda kwenye kikundi labda naomba mchango, mchango, lakini kuna wengine tunaenda nao hawana uwezo wa kufanya. Tunajua kabisa huyu hana uwezo, inabidi ambaye mwenye uwezo kidogo anamsupport huyu ambaye hana. Kwa lengo letu sisi tunataka tufikie hatua haya mambo ya kuchangishana yasiwepo, tuwe na vifaa vyetu wenyewe, muona tunaingia kushuti wenyewe, tuwe na yani vitu vingi ambavyo tunavitegemea sisi, kwamba tusisumbuane katika michano. Sawa. Pengine nirejee kwa bosi hapo. Mara nyingi huwa nawasikia waigizaji wanasema yani kwenye kutafuta nyumba za kuigizia, yani inakuwa shida. Ukisimama kwenye kibaraza cha mtu anataka 500,000, sijui ukifanya hivi. Pengine ni changamoto gani hasa ukiacha mbali kwenye vibaraza vya watu? Changamoto gani mnakutana nazo kwenye utendaji wenu wa kazi? Asante ndugu mtangazaji. Mimi nadhani kitu chochote ama kazi yoyote haikosi changamoto. Changamoto zipo na tunazipata, lakini binafsi naamini changamoto zipo kwa ajili ya kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Inategemea na hiyo changamoto umeiendea vipi au umeamua kuisolve vipi. Okay. Kwetu sisi kama Ndege Arts Group, kwa kweli mimi naweza nikasema tunamshukuru Mungu. Kwa sababu ni watu ambao tunamtanguliza Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kwenda kufanya kazi bila kumtanguliza Mwenyezi Mungu, na pia huwa tuna utaratibu wa kumaliza na Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa swali lako, mimi naweza nikasema kwa kweli kwa sasa hivi dunia ilivyo ni kama watu wameelimika. Kwa sababu sanaa kipindi cha nyuma ilikuwa inaonekana kama kitu ambacho sio kizuri katika jamii, lakini sasa hivi watu wamekuwa na mwamko wa sanaa. Yaani kwa mfano kwa masuala ya location, mnaenda sehemu kwa mfano kuomba location, amkutani na ugumu wowote. Okay. Yani mtu anawabariki tu kwamba fanyeni. Kama ni maeneo ya hospitali, majumbani kwa watu, kwa mfano mnahitaji location ya nyumba nzuri, watu sio wagumu. Kwa hiyo
tunawashukuru watu ambao wamekuwa wanatusupport, wanatushika mkono. Ndio hivyo. Okay. Sawa. Labda niongezee tena hapo. Unajua ndugu mtangazaji, watu wengine walikuwa na mioyo migumu kulingana na makundi yetu. Unajua makundi yana tabia tofauti tofauti. Kuna kundi jingine unaweza ukalipa location. Wameingia kwenye nyumba yako. Unajua tunakuwa mko wengi. Unakuta wengine wana tabia mbaya. Anachukua kitu ambacho kilikuwa sio cha kwake, anaondoka nacho. Hebu imagine hata kama ni wewe, kesho wamekuja kundi jingine, utawakaribisha? Inakuwa ni ngumu. Itakuwa ngumu. Kwa hiyo mimi ni waombe waigizaji tusiwe na tabia ya nini? Ya udokozi. Kiukweli mimi Ndege naishukuru. Tokea nimekaa nayo, hatujawahi kwenda kufanya shooting sehemu tukatoka tukapigiwa simu kwamba kitu fulani kimefanyaje? Kimepotea. Nawashukuru sana kwa hilo. Okay, sawa. Pengine kwa kumaliza tuna mwigizaji mwingine hapa. Hebu tuambie, kwenye Miguu ya Matumaini umecheza kama nani? Karibu. Asante mtangazaji. Kwanza kwa majina kabisa anaitwa Emmanuel Saguda Malugu, alimaarufu Sankai. Vile vile ndo nizamu mkuu wa kikundi cha Ndege. Wacha we. Kwenye Miguu ya Matumaini mimi nimecheza tu kama mshauri hivyo, kwa hiyo ni vipande ambavyo nimeshiriki kwa ajili ya kushauri tu. Okay. Yeah. We ni mshauri. Yeah. Aha. Kwa we ni yuko kwenye upande wa nidhamu. Mimi ndo nizamu mkuu. Kwa ukisikia hata hizo sifa kwamba tunapoingia location ya usikii simu, kwa hiyo nizamu unaitunza vizuri sana. Okay. Yeah. Ni kosa gani ambalo akifanya mwigizaji anakuwa hana nafasi tena ya kuigiza kwenye Ndege Arts Group? Kwa mujibu wa sheria, kwa sababu kikundi cha Ndege tupo kwa mujibu wa sheria, tumesajiliwa, tuna katiba. Kwa hiyo tunatembea na vifungu kwa sababu wasanii wote wameisoma katiba, wanaielewa. Kuna lugha za matusi, kugombana, kutukanana au wizi, yani vitendo ambavyo havikubaliki kwenye jamii. Hivyo ndio tunamwajibisha msanii anakuwa hana sifa ya kuwa msanii wa Ndege. Aha. Sawa. Nakushukuru sana. Pengine kwa kumalizia sasa, Kakulananga, naona kuna jumbe huku za watu. Huyu anasema nito Victor, anaomba namba zenu. Anasema yeye pia ana kipaji cha kuigiza, kama mtakuwa bado mnahitaji mtu wa kuigiza. Lakini mwingine hapa anasema naomba hao waigizaji niungane nao, naweza kufanya sanaa ya uigizaji, naomba hata kama itawezekana wachukue namba yangu. Anaitwa Johnson Robert. Lakini mwingine hapa anasema na wakubali sana Ndege. Anasema nilishawahi kuangalia kazi yao moja. Anasema kiukweli wapewe maua yao. Anasema na waona mbali wanakokwenda. Huyu anaitwa Mama Hawa. Mwingine hapa anasema mimi nishawahi kuona kipande kidogo tu kwenye grupu lao la Ndege. Anasema naisubiri hiyo kazi ya Mguu wa Matumaini. Anasema sina shaka nao. Ndege, hongereni. Asante. Bado mnahitaji mtu ambaye anatamani kuigiza? Labda nizungumzie hapo kwa upande wa Wanandege. Sisi hatumzuii mtu, ila kikubwa msanii tunayemtaka awe na nidhamu na awe ana nia ya dhati, asije kwa kulazimishwa na fulani au kwa kumfuata fulani. Sisi tunataka msanii ambaye atatoka nyumbani kwa ridhaa yake mwenyewe kwa ajili ya kuifuata sanaa na sio kufuata vitu vingine. Kwa tunawahitaji wasanii. Aha, mnawahitaji wasanii. Sawa. Pengine Jennifer, neno lako la mwisho wakati tunahitimisha, unawaambiaje sasa wadada? Unawaambiaje wazazi ambao pengine hawajaamini sana kwa mtoto akikakembea, mama naomba ruhusa nikaigize, anakuwa haamini? Unamwambiaje mzazi? Mimi cha kuambia tu wazazi, wasisi sana labda ni kitu kibaya au wanakuja labda kufanyia ujinga sijui nini. Hapana. Afu kulingana na mtu mwenyewe. Okay. Kwa hiyo wawape nafasi. Wawape tu nafasi, wafanye kitu ambacho wanakipenda. Asante. Nirejee kwako neno lako la mwisho kuelekea uzinduzi wa Miguu ya Matumaini. Asante ndugu mtangazaji. Mimi mambo yangu ya mwisho mawili. Jambo la kwanza, ningependa kualika wasikilizaji, mashabiki zetu waje siku ya tarehe 25 tuna uzinduzi.
Uzinduzi unafanyika, ukumbi huko pale Vedo, inaitwa Vedo, yuko Buswelu, inapatikana pale, inaitwa Vedo Pub. Kwa hiyo waje siku ya tarehe 25, nadhani vipeperushi vishaanza kuruka mitaani, vipo kwa, nadhani ni wao tu mwitikio wao, waje watusupport, tunawategemea sana. Sawa. Jambo lingine, mimi ni shukuru serikali. Yes, serikali wamekuwa ni watu ambao wanatusupport kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu unapotaka kwenda kwa mfano location lazima muwe na vibali kutoka sehemu mlipotoka na mnakoelekea. Kwa hiyo tuishukuru serikali. Na pia ushirikiano. Yes, tunahitaji kufanya uzinduzi, lazima uwe na vibali. Okay. Kwa hiyo serikali kwa kweli hawajatufungia milango. Sawa. Nashukuru sana. Kaholananga, message bado zinaingia, ziko nyingi za watu ambao wanaomba nafasi ya kuja kuigiza. Pengine hebu neno lako kwa ufupi kabisa, muda umetuacha, kwa ufupi alafu utaje namba. Mimi kwa ufupi, jamani wazazi, tuacheni watoto waje wafanye sanaa. Hata wewe mzazi, karibu ufanye sanaa. Maana mimi ninavyoamini kabisa, hii tunayoifanya ni kazi. Wengine usiseme kwamba naenda sanaa ni kazi kama kazi, sanaa ni kazi. Baada ya kusema hayo, namba yangu ni 0792 85 85 81. 0792 85 85 81. Nipigie kama una nia kweli ya kuigiza, nitakuelekeza sehemu tunayofanyia mazoezi, utakuja utafuata taratibu, utakuwa mwanandege. Asante. Nimalize hapo na Elak, neno lako la mwisho kabisa kwa ufupi kabisa. Neno langu la mwisho, sanaa inalipa pia. Sanaa ni ajira, hivyo nawakaribisha nyote, wote yule mwenye kipaji tunamkaribisha aje ajiunge. Asante. Mkuu wetu wa nidhamu, Naam. maliza neno lako la mwisho kabisa. Kitu cha mwisho kabisa, nizungumze kwa wasanii wa Mwanza kama ambao walikuwa na waza kwamba ni sehemu gani nina kipaji natakiwa nikionyeshe. Tunawakaribisha sana Ndege tuna upendo, tunapendana, tunapenda kila mtu awe msanii, kwa sababu sanaa ni ajira. Tunajua sanaa inamtoa mtu sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukiwa Ndege uko sehemu salama, kwa sababu nidhamu inazingatiwa. Asante. Niwatajie tu jinsi ya kuingia kwenye akaunti yetu YouTube. Unaandika Clement Film. Ukiandika tu Clement Film, utaziona kazi zetu zote, kuanzia kazi ya kwanza mpaka trailer ya Miguu ya Matumaini iko YouTube. Na washukuru sana jamani.